access ya kufanikiwa. Na mwambie mtu mmoja ambaye anataka kesho afanikiwe, hautafanikiwa kwa njia ya maombi, unatakiwa ufanikiwe kwa access ya agano. Lugha nyingine, anayekupa, yani ili upate mali utapewa na Mungu. Na nani? Na Mungu. Yeye ndiye atakupa kupitia mtumishi wake. Lazima mtumishi mmoja ajue ukweli kwamba Gabriel anaenda kupokea baiskeli au gari au nini. Hakika Mungu atafanya jambo bila kuwajulisha nani? Watumishi wake. Lazima pawepo na connection kati yako na mtumishi na Mungu pia na mtumishi. Sasa kama uko na mtumishi ambaye hana connection na Mungu, imekula kwako. Imekula kwako. Kama unataka tu kila siku akwambie tuombe tu, mwambie mtumishi, lini na wewe pia Mungu atakutumia ili sasa unifungue. Halo? Ogopa mtumishi ambaye kila kata tuombe ili yeye atafanya kazi yake lini? Maana kama ni mtumishi anatakiwa Mungu aseme naye. Kwa sababu wewe unasema yote ambapo utasikia sauti ya Mungu isipokuwa kupitia kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Isipokuwa, ndio maana Mungu amegawa mamlaka na majukumu ndani ya kanisa. Akaweka wengine wachungaji, wengine wainjilisti, wengine mitume, wengine manabii, wengine roho kunena kwa lugha. Ametawanyisha kila idara ili uweze kujazwa inavyotakiwa. Uweze kujazwa. Nia yake ni nini? Ili ndani ya kanisa lake yule ambaye anahitaji apate roho ya masaidiano, akiingia kanisani aipate. Anahitaji kupata roho ya miujiza na ishara, akiingia kanisani atoke nayo. Anahitaji kupata roho ya mafundisho, akiingia apate mwalimu atoke nayo. Anahitaji kutoka unabii, akiingia apokee unabii. Yaani ujazwe. Sio uende kuombewa. Amen. Japo mwana maombi pia awepo na nini? Maprayer warrior wawepo pia na wao. Wao ndio wakae kulinda ukuta wa Yerusalemu. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Ndio maana unapokuja kwenye mfumo wa maombi, ndugu yangu, mfumo wa maombi umekaa kimfumo. Ndio maana ni ngumu sana kuelewa, mpaka wanafunzi Yesu akamwambia Yesu, tufundishe kuomba. Wakaona kwamba wanapotea. Tufundishe kuomba. Na hata mafundisho ambayo Yesu aliwapa, hakuambia waombe kuhusu viatu, waombe kuhusu nguo. Aliwaambia utupatie wa daily nini? Bread. Utupatie yale tunayohitaji kwa siku, lakini ufalme wako uje hapa duniani kama ilivyo hapa, ilivyo wapi? Ilivyo mbinguni. Tuone. We want to see the power. Amen. Tunataka tuone ile nguvu ya ufalme. Tuone test ya ufalme wa mbingu ikoje. Tangia kipindi cha wana, ufalme wa mbingu umetekwa na wenye nguvu. Tuone hiyo test yake katika ulimwengu wa nini? Roho. Mimi ngeenda kwenye huduma nikuta mtumishi anasema tuombe kila wakati tuombe, nakimbia. Kwa sababu sasa nani atatusaidia kama wote tutaomba? Lazima mtu mmoja anyanyuke. Aseme wakati mnaomba, Roho ameniambia hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa sababu kinachotakiwa ni nini? Kwamba wewe ulioko hapo unataka kazi, inatakiwa pawepo na roho ya kazi ije kwako. Na hiyo roho ya kazi haitakuja kwako mpaka pawepo na connection. Why? Kwa sababu kwa ulimwengu wa roho, Mungu Baba hata kuja kwako bila kupitia watumishi wake. Lazima pawepo na connection kwa ulimwengu wa nini? Wa roho. Sema nabii unaongea nini? Kamuulize nabii Eli na Samueli mtoto mdogo. Samueli Mungu alimfuata mara 3. Samueli anakimbia kwa babake wa kiroho. Baba unaniita? Akamwambia sikuiti, kalale. Analala na Mungu anamuita Samueli. Kwa nini? Kwani Mungu alishindwa kumwambia Samueli mimi ndio Mungu? Lazima, kwa sababu ni Mungu. Kwa nini amsumbue mtoto mdogo? Sasa kumwambia wewe bwana mdogo ni mimi ndio Mungu. Kwa hiyo tulia hapa. Anamrudi tena kwa baba yake wa kiroho. Baba umeniita. Maandiko yanasema nabii Eli akafikiria, huyu mtoto Mungu anataka aseme naye. Mungu anataka kufanya nini? Ina maana kuna communication network failure. Unaposikia tu wewe unasali huduma fulani,
Ndugu yangu, nawaambia wale wote ambao hawajuagi hiyo siri, unasali chini ya huduma fulani, ndugu yangu, communication yako yote kwenye nini? Ile huduma. Whether you like it or not. Kamuulize Yehoshafati kwenye Wafalme wa pili, wafalme wanataka kwenda vitani. Yehoshafati anauliza na wafalme wengine wamekaa, hivi hapana hapa mtumishi wa Mungu ili twende tukamuulize Bwana kwa yeye? Wakati wa Elia ameshakufa. Walikuwa wanataka waende vitani wafalme watatu. Yehoshafati akauliza, hivi hapana hapa nabii wa Mungu tukamuulize Bwana kwa yeye? Lugha nyingine, wao hawajui kuuliza Bwana, hawajui kuomba. No, kuna mmoja ambaye ana access, ambao wakienda kwake Bwana atashuka kusema naye, akiwemo nabii katikati yenu. Nitakuja nitasema naye kwa njia ya ndoto kwa ajili yenu. Ina maana popote mlipo kuna mtumishi anatakiwa kae katikati yenu, ambaye Bwana atasema naye, Bwana ataongea naye, Bwana atatenda naye. Yale yanayokutesa rohoni mwako utapata mlangoni mwake. Bwana atamwambia asubuhi na utakuja kwako na atakwambia nenda, Bwana amesema hivi. Muulize Yehoshafati. Anauliza, je, hapana hapa nabii wa Mungu tukamuulize Bwana kwa yeye? Maandiko yanasema mfanyakazi mmoja wa ikulu wa mfalme akasema, hapa yupo Elisha mwana wa Shafati, aliyekuwa anamimina maji kwenye mikono ya Elia. Yehoshafati akasemaje? Akasema, huyo neno la Bwana analo yeye, twendeni. Neno la Bwana analo yeye. Nacho point yangu nini? Kwamba roho unayohitaji, maandiko yanasema waheshimu na kunyenyekea watumishi wa Mungu, kwa sababu wanakesha kwa ajili ya roho zenu ili wapeleke mahesabu. Hao watumishi wa Mungu wanayo access kwa ulimwengu wa roho kwa ajili ya kumba Mungu, kwa ajili ya roho usika unayotaka. Watanipaje sasa roho ya pesa mimi? Sasa nataka leo nikusaidie ujue. Watakupaje roho ya pesa? Sema amen. Watafanya watumishi nini wao? Watakupa roho ya. Nimekuambia kila unachotaka kina lango lake. Unaposema unataka biashara, kuna roho ya biashara. Unadhani adui anapiga nini? Apigi biashara. Biashara hawezi kupiga duniani kote. Roho ya biashara anapiga lango lako la biashara ili usipokee roho ya nini? Roho ya biashara. Sasa what happens kwamba the moment unahitaji biashara, unahitajika kwanza waone wale watumishi wa kiroho ambao watapata access ya kuweza kuachilia hiyo roho ije kwako. Hiyo roho inaitwa roho ya Mungu. Naomba tuende vizuri. Roho yoyote ambayo utaipokea, iwe ni roho ya utajiri, tunaita roho ya Mungu iliyokuletea roho ya utajiri. Lugha nyingine, kama umepewa ndani ya kanisa la Mungu mbele ya mtumishi wa Mungu, tunaita huyo mtumishi roho wa Mungu amemtumia kukuletea roho wa Mungu juu yako ili akuletee roho ya biashara. Okay? Ina maana wewe ili upate biashara leo, ufanikiwe, usipate hasara, lazima juu yako pawepo na roho ya nani? Ya Mungu. Kwa ajili ya roho ya nini? Ya biashara. Na kama upo gizani, lazima juu yako pawepo na roho ya shetani ili kupe roho ya biashara kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho ya giza. Tutasema fungu moja tu tumalize, Kutoka 31, naomba nisome. Lakini nataka uelewe tu, kitakubariki. Lakini kitakubariki siku ya leo. Lakini kitakubariki siku ya leo. Hebu soma. Bwana akanena na Musa na kumwambia, angalia, nimemuita kwa jina lake Bezaleli mwana wa Uri, mwana wa Huri, wa kabila ya Yuda. Nami nimemjaza roho ya Mungu katika hekima na maarifa na ujuzi na mambo ya kazi ya kila aina. Huyu kijana hana ujuzi, hana mambo ya kazi ya kila aina, hana chochote kile, yupo sifuri. Ila Mungu anamjaza roho wake juu yake ili afanye kazi ya kila aina. You get my point? Amen. Unahitaji roho ya Mungu ndani mwako ili ilete roho ya biashara, ili ufanye biashara mkubwa.
Unahitaji roho ya Mungu ndani mwako ili kupe roho ya uimbaji, ili uwe mwimbaji wa kimataifa. Amen. Sema nabii, una maana gani? Unaweza ukashike mic, narudia tena siku zote, ukaimba na ukawa na sauti nzuri kuliko, lakini una hata 100. Akaja mwingine akashike mic, akaimba sauti do re mi fa sol la ti do mpaka mwisho, ana gari yake, ana gari 10 na malori kesho. Au unaongea huo? Unasema mbona watu tunashika mic? Wewe umeshika mic, lakini ndani mwako kuna roho umepewa ya kupokea faida kupitia ile mic. Lugha nyingine nikusaidie hivi, kuimba na kushika mic inategemea ni jambo lingine tofauti. Amen. Na kubarikiwa na hiyo mic jambo lingine nini tofauti. Kushika na kuimba mic, unaweza ukawa una roho ya uimbaji ukaimba kama malaika, lakini una roho ya kufaidi kwenye ile roho, una roho ya kupokea matunda ya ile roho yako ya uimbaji. Hivyo hujui kuna watu ambao wao akikaa chini na kalamu anakupangia biashara, unaenda unafanikiwa, lakini hafanikiwi. Yaani na anakuombeza, ona umepata hasara, ungeenda hivi, yeye hana hata 100. Kwa sababu yeye hana hiyo roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya mambo lazima tuamke tujue, yanahitaji knowledge, ufahamu fulani tuwe nayo. Sio tumekaa ndani ya kanisa ni kuja tu kuomba, kukemea, kuomba. Inatakiwa sasa tufunguke ili tutoboe na sisi tuende kwenye mwelekeo mwingine wa maisha. Sasa okay, utasema nabii una maana gani? Kipindi hiki cha Kutoka 31 ni wakati ambapo kulikuwa kunahitajika mainjinia wa kujenga hekalu la Mungu. Kulihitajika wataalamu wa dhahabu watakao jua namna ya kutengeneza vitu vya dhahabu. Kulihitajika watu ambao watajua namna ya kufanya ufundi, watakao jua mambo mengi. Mungu akamchagua mwana wa Uri wa kabila la Huri, akasema ndani mwake nimemwekea roho ya nani? Ya Mungu, ili afanye kazi zote za ustadi. Na ukisekelea hapo kwa muda wako, na Mungu tena amesema sio yeye peke yake, na wengine watamsaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilikuwa naongea na mtoto wangu mmoja wa kiroho, akaniambia baba, nisaidie, unafanyaje? Kwa sababu nataka nijue, mimi nahangaika, naandika mahubiri yangu mwanzo mpaka mwisho. Nikienda pale sasa baba yanapeperuka na shindo. Akamwambia kwa sababu unatakiwa uombe Mungu akufungulie malango, akupe roho ya kuhubiri, na akupe roho ya kufundisha, akupe roho ya kuelekeza. Amen. Kuhubiri sio kalamu na karatasi uanze kuandika mapointi yako, sio shairi upate nguvu. Ndivyo ilivyo pia kwenye biashara, ndivyo ilivyo kwenye kazi. Ndako ujazwe na hiyo roho ndani mwako. Uelewe kuna namna ambavyo unaingia tu kwenye eneo la biashara, watu wanakimbilia wanakuja kwako. Unaelewa sawa? Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna wakati nilikuwa nishasimulia hapa. Nishafanya biashara zamani. Nishafanya biashara mwanzoni kabisa, nishafanyaga biashara za madini sana tu. Nikafanya Mwanza, nikafanya huko. Sasa kuna nikaacha muda mrefu. Sasa kuna siku nilikuwa na mahitaji yangu fulani. Nikamwomba Mungu, Baba, nahitaji nipate fedha kwa haraka sana, nitafanyaje? Na ni kwa ajili ya kazi yako. Nikasema Baba, hili naongea na wewe leo kama mimi na wewe na mtoto wako wa kiroho. Si umenipa kazi, si umenipa nguvu kwenye ulimwengu wa roho. Sasa natoka na hiyo nguvu, nikienda mjini ifanye kazi. Nikatamka niliyotamka, nikafanya na Mungu, ambaye Baba, utekeleze hili ili na mimi nifanye hivi. Nikaenda mjini, nikaenda kununua vitu fulani nadhani pia. Nakumbuka kwenye nini ya vitabu. Nikatoka, nikarudi kwenye gari, wananifuata wa Masai fulani wa madini. Ni miaka fulani imepita kidogo. Anambia, "Che, rafiki, unaenda wapi?" Nikamwambia mimi nipo. Kumbe jamaa wana madini wametoka na wapi? Merano. Sasa si unauza, unanunua? Nikamwambia, nini? Wakanionyesha. Na mimi nikapiga simu, najua namba zao wawili watatu ambao nawaelewa wana wenye uwezo. Nikamwambia basi njoo. Nikamwambia subiri mwenzangu aje hapa tumalize. Wakakaa, wamerelax, wamekaa kwenye nini kama hapo. Wamekaa wanapiga story zao. Jamaa akaja na gari yake, akamwambia angalia, una uwezo? Akasema hii hebu akamuita mwenzake. Sasa mimi nacheza nao hapo.
wakaanza kiwango fulani, na mimi nikashuka kwa wale, nikamwambia sasa rafiki, hii tumeangalia hii inatakiwa iende hivi, hiyo iko chini sana, mpandishe hivi, rudi na huko. Mwisho wa safari nilitoka na milioni zaidi ya 50. Nikatoka nao wapi? Why? Okay, utasema nilikuwa na akili. Sikuwa na akili, Mungu alinipa akili, alinionyesha njia. Ndio nikamwambia usijaribu kamwe. Nataka nifanye kazi. Ukiona anayefanya kazi kwa jasho, huyo ni laana. Yuko kwenye nini? Au utapata faida kwa jasho. Kazi ya jasho sio kupatia utajiri. Kazi ya jasho ni laana tuliyopewa kwa ajili ya kula. Kwa ajili ya nini? Yaani ukiwa kwenye laana siku zote itabidi utoke jasho ili ufanye nini? Ule. Lakini wewe uliopo kwenye baraka za Mungu, uliopangiwa, hata masikio hajawahi kusikia, hata macho hajawahi kuona. Wewe uliyepangiwa na Mungu, wewe unaamka asubuhi unapokea. Kwa nini? Kwa sababu wewe unatembea kwenye ulimwengu wa roho uliopewa na Mungu. Unatembea, wewe ni mwana huri, unatembea kwenye ulimwengu wa roho wa Mungu, ambapo kuna hekima na maarifa juu yako, kuna fedha na mali juu yako, kuna akili ya dhahabu, kuna akili ya biashara, kuna akili ya mali, kuna akili ya mafanikio, kuna akili ya utajiri. Wewe ni mwana huri. Mpigie Yesu makofi na vigelegele. Unapiga kazi, una sweat. Mtu aliye sweat muulize, baada ya kuhema hivyo muulize akwambie, utasikia ataongea maneno haya, si ngumu. Na umuulize maisha vile, anasema maisha magumu. Maana neno gumu ile inatakiwa iende na jasho, la sivyo ijawa ngumu. Halo. Bali utamkumbuka Bwana Mungu kwa kuwa yeye ndiye atakupa nguvu za kupata utajiri. Atakufungulia njia. Atakufungulia barabara. Pigie Yesu wetu makofi na vigelegele. Wewe mtazi kudanganye. Mimi ndugu yangu una uwezo. Lazima uende kwa unyenyekevu mbele za Mungu, akupe roho wake kwa ajili ya kile unachofanya nini? Nataka kufanya. Roho yake sasa ndio inakuja na kile inaitwa anointment, kuteuliwa. Sema kuteuliwa. Kuteuliwa au kutengwa. Sasa hapa nimezama kidogo kiunabii, utanivumilia tu nikusaidie. Amen. Kuteuliwa au kutengwa. Roho wa Mungu anapokaa juu yako, anakutakasa. Amen. Popote ambapo Mungu yupo kuna utakaso. Naomba uelewe hilo. Maana kutakaswa ni kutengwa, to be set apart. Tuko wote? Neno utakaso ni to be set apart. Ndugu wengine, kuna watu ambao wanasema, nimewaombea wengi wananiambia ukweli walipopitia huko, wengine hawataki kuongea, lakini walioenda kwa waganga, utaenda kwa waganga uingie kwenye tambiko ukafanya yote bila kuingia kwenye utakaso wa uganga. To be set apart. Amen. Lazima kuna kitu utapitia, kiapo fulani, kuna mambo fulani utapitia, ili ukishavuka sasa ndio muingie kwenye yale mnaofanya nini ya kiganga. Labda utachanjwa kidogo, utafanywa nini, kuna mambo utapitia tu, na yale mambo utakayopitia yale ndio unafunga mkataba kwa ulimwengu wa nini, wa roho wa giza. Sasa kwa Mungu pia, ili ufanikiwe lazima ufunge mkataba na nani? Na Mungu. Sema amina. Na lazima uwe set apart. Sema to be set apart. Sema to be set apart. Sema kutengwa. Sasa namba moja, the moment unataka ufanikiwe,
Lazima mtafute Simoni wako, mtafute mtumishi wako. Sasa kila mmoja kwenye ulimwengu wa roho lazima uwe na Melkizedeki wako ambaye ndiye atakuwa anakufungulia njia za mibaraka. Muhimu sana uelewe, sio kila mtumishi. Kuna mwingine atakuwekea mkono vitu vitaondoka badala ya kuingia. Unaenda sasa? Kuna mwingine tu hata kabla hajapokea tu sima hajapokea, lakini unashangaa mambo yamefanya nini. Naomba uelewe. Narudia tena. Lazima pawepo na Melkizedeki wako au Simoni wako, ambaye yeye atakuwa anabeba majukumu yote ya kiroho kwa ajili yako, kwa ajili ya kupokea, ili yeye akuset apart, akutenge. Halo? Kwa sababu kile unachofanya nimeshawafundisha, sasa namalizia tu. Biashara unaga wewe, biashara ni ya nani? Ni ya Mungu. Ila Mungu amekutenga kwa ajili ya kufanya biashara yake aliyokupa. Umekuwa set apart. Halo? Si unaelewa sawa sawa? Wakati wanafunzi wa Yesu ameondoka, yule mwanafunzi wa wasi pia ameshakufa. Wanafunzi wa Yesu wakati wanaomba, Roho wa Mungu alisema nao kwamba nitengeni fulani na fulani ili wafanye kazi ya nani? Ya Mungu. Lugha nyingine, walitengwa kwa ajili ya kazi ya nini? Ya Mungu. Sasa uelewe, chochote unachokifanya kama ni kwa Mungu ni kazi ya nani? Watoto wako sio wako, ni wa Mungu. Ndio maana ukija kwenye reality, hata watoto wako wote lazima utoe wa kwanza awe wa nani? Kama ulikuwa ujui. Kama ulikuwa fanya nini? Ujui. Na kama unasema naye mmoja tu, huyo sio wako, ni wa nani? Wa Mungu. Lazima utoe sadaka kwa kumkomboa. Chochote unachopata, iwe ni biashara, kazi, pesa, nini, vyote sio vya kwako, ni vya nani? Ya Mungu. Sasa wewe unakuwa anointed, unatakaswa, alafu unawekwa apart, be set apart, unatengwa kwa ajili ya biashara. Okay? Unatengwa kwa ajili ya kazi. Unatengwa kwa ajili ya jambo fulani, kwa ajili ya utumishi. Sasa pale ulipotengwa kwenye ile line uliotengwa, tunasema umetakaswa, umekuwa set apart, umetengwa kwa ajili ya kazi hiyo. Sio wote, bali waliotengwa kwenye kazi hiyo ndio watakayotoboa kwenye hiyo kazi. Sasa unabii, mimi nataka biashara, nitafanyaje mpaka nitengwe? Niwe set apart. Ndio maana sasa unatakiwa upate Simoni wako, au wanitaka baba wa kiroho. Baba wa nini? Baba wa kiroho ambaye anaongoza mambo ya kiroho. Nawe ambaye kibali unacho juu yake na Mungu, kwa Mungu. Ili yeye sasa, kwa sababu sio wote, sio nini? Wote. Kwenye kitengo hicho, narudia tena, kwenye kitengo hicho sio watumishi wote. Sio watumishi wote. Kuna watumishi ambao kazi yao wenyewe ni kufundisha tu mafundisho, wengine watakuwa ni kuombea tu, wengine, lakini yupo ambaye anakubeba kwenye mfumo wa kiroho. Yeye ana uwezo wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Ana uwezo wa kuomba ile roho ikawepo. Yaani anaiforce, anailazimisha. Anailazimisha kwa ulimwengu wa nini? Wa roho. Nakumbuka mmoja wa baba zangu wa kiroho walioniombea, mara nyingine nabeba Biblia ile ambayo naita Biblia Agano. Ile Biblia, kuna watumishi wa Mungu walioweka Biblia kichwani mwangu, maana tunaita Biblia Agano. Wameshatangulia karibia wote, lakini kila mmoja alikuwa na sifa zake. Mmoja wa wazee ambao pia aliweka mkono wake juu ya hiyo Biblia wakiweka kichwani mwangu, anaitwa, saizi ameshatangulia pia, anaitwa Odot. Huyu mzee Mungu alimtumia sana. Alikuwa na uwezo hata kuzuia mvua wakati wa makambi. Sasa binti yake alipata mtoto huko Dar es Salaam, akamletea mjukuu nyumbani. Odot akampeleka kwenye shule ambayo ilikuwa inalipiwa. Sasa mjukuu akarudi nyumbani akamwambia Odot, babu, wamenifukuza kwamba hamna ada.
ilikuwa inadaiwa nini? Odoto, na alikuwa ni mtu ambaye yeye ni mtu wa maombi tu na maneno ya matamko. Sema maneno na nini? Matamko. Ogopa mtumishi ambaye anatumia matamko. Ndio watu wa design hiyo. Amen. Akasema mjukuu wa Odoto aweza kafukuzwa kwa ada. Akamwambia mjukuu wake, osha uniform zako vizuri, kesho urudi ukafuate huyo anayehusika na fedha, ukamwambie na babu yangu Odoto amenituma uangalie kwenye mahesabu vizuri. Mjukuu akaenda, anafika, anamwambia bwana fedha, babu amesema angalia kwenye mahesabu vizuri, mbona hela alishalipa. Anaangalia akuta receipt iko pale ilishaandikwa. Anamwambia mbona receipt iko hapa tayari, mbona hukuchukua? Anaanza kugombeza wale, hivi receipt ilikuwa hapa muda mpaka mtu amefukuzwa shule, nyinyi mko hapa hamjui tusamee. Akamwambia mtoto rudi shuleni na mpelekee mzee Odoto nini? Receipt yake. Mzee Odoto huyo wamepita wanaita effort za nyumba kwa nyumba, wanaenda kuombea watu, wakapita, wakawa ni mzee aliye dedicate maisha yake kwa Mungu. Akakuta mama moja yupo kwenye nyumba yake na mume wake hawana mtoto miaka zaidi ya 10. Mume wake mpaka ameoa mwanamke mwingine pembeni. Sasa kule vijijini kuna majumba ya nyasi na nini, mtu unaweza kaongeza hata nyumba ya nyasi mpaka 50 kule, mradi unaweza ukakusanya nyasi za kutosha. Wanaweza sipesa. Kwa hiyo ameongeza nyumba nyingine akaleta mke, kwa sababu huyu ana nini? Mtoto. Sasa Odoto na wenzake kama timu ambaye mama mbona unalia? Sema kama Mungu wenu kweli yupo, anipe mtoto, nitakuja kumtumikia, sitaacha, anipe. Odoto akasema mbona hiyo ni kazi rahisi mama, hiyo ndio inayokutesa? Akasema mama subiri. Odoto akachukua mkono wake akatupuna mama, akasema baba umesikia kilio chake, amesema atakutumikia, mpe mtoto. Yule mama akashika ujauzito, akapata mtoto. Sasa wakati yule mama amepata ujauzito, alikuwa anakuja kanisani, anashukuru Mungu. Sasa ghafla akatoweka, haji tena nini. Mzee Odoto akamtembelea, unaanza mama mbona huji kanisani? Anasema mtoto ananisumbua huyu. Yule mzee akasema kama ni huyo mtoto ambaye Mungu alikupa ndiye anakusumbua usije kwa Mungu, basi huyo mtoto asiwepo tena. Masubirini. Mzee akaondoka. Saa 12 jioni mtoto akafanya nini? Akafa. Sema matamko. Sema matamko. Sasa neno matamko au neno kwa jumla, neno hutumika katika uumbaji wa roho. Halo? Neno hutumika katika uumbaji wa nini? Wa roho. Ndio maana Biblia husema, Yohana anasema hapo mwanzo kulikuwa na nini? Na neno. Naye neno alikuwa transformed kuwa Mungu. Naye neno alikuja kuwa nini? Mungu. Na hamna unachokiona hapa duniani ambayo imeshai kuwepo bila neno huyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. So unatakiwa ufanye nini? Jiconnect na mtumishi wa matamko wa neno. Ulimwengu wa nini? Acha mtumishi wa kuombea. Ndugu yangu, hapa tunatamka kuhusu mali, fedha, maroho ufanikiwe. Tafuta mtumishi wa matamko ambaye atakufanya nini? Atakutamkia, kwa sababu roho huja kwa matamko. Sema nabii sikuelewa, unanichanganya. Kamuulize Ana, kwani anahitaji Eli aombe? Nabii Eli akuomba. Alipojitetea sema sijanywa pombe na wapita, walimwambia basi Mungu ajibu haja ya nini? Ya moyo wako. Mungu ajibu haja ya nini? Ya moyo wako. Alipotamka tu vile, Ana akapata nini? Mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa leo tutamalizia hapo kwa sababu ya muda, lakini next time tukifanikiwa tena tutaingia kwenye matamko kwa undani, namna ambavyo roho hutumika katika matamko. Amen. Na ili pia na wewe uanze kujiangalia sana matamko unaofanya nini? Unayotamka. Yanaweza kufungia mambo mengi na usifanikiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatafunga lango. Yatafunga nini? Lango. Kwa hiyo kumbuka wiki tumejifunza kuhusu lango, na leo nimeongeza neno matamko, ambapo tumeingia kwa undani zaidi kwamba ni roho wa Mungu ndiye anayekupatia roho unaofanya nini? Unaohitaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe huna
na una mamlaka kwa roho isipokuwa Mungu afanye nini? Oh, mimi si mtoto wa tajiri. Utajiri na baba yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akupe ya kwako. Akupe nini? Mahesabu yanahesabika kuanzia kwenye mikono yako. Oh, watoto wangu nimewatafutia, na nyinyi pia hii ni mali ya utajiri na nyinyi mbarikiwa. Hamnaga kitu kama hicho. Watoto wako ni maskini wa mwisho wanaokula chakula kwenye meza ya nani? Ya tajiri. Na siku tajiri akiondoka, wao ni maskini na chokorao kama chokorao wengine. Jitahidi kuwajenga ili na wao pia wafunguliwe kwa ulimwengu wa roho. Sema amina. Sema amina tena kwa Yesu. Sema amina tena kwa Yesu. Kwa hiyo lazima na wao pia wapokee hiyo roho kama ulivyopokea nini? Roho. Vinginevyo unafuga maskini wakubwa waliokubu ndani ya nyumba yako. Narudia tena. Hao watoto ulionao ndani ya nyumba yako, unasema na watoto wangu. Halo? Usipowalea pia ili na wao pia wapate portion yao ya kiroho, unafuga genge la maskini kwenye familia yako, ambao kesho hawatakuwa na mwelekeo, watoke wapi waelekee nini? Wapi? Kwa sababu Mungu anapobariki, anakubariki wewe, anabariki na uzao wako. Uzao wako pia wanao portion yao ya mibaraka. Watoto wako, uzao wako utakuwa udari duni, na wao wana portion yao ya mibaraka. Lazima na wao pia wapewe portion yao, wapewe nafasi yao. Halo? Bwana Yesu asifiwe sana. Unaelewa sawa sawa? Mfano wa mwisho tu tufunge. Daudi alikuwa ni tajiri mkubwa, tena mfalme, tena kipenzi cha Mungu. Akapata mtoto wa kwanza ambaye alikuja kuwa mfalme, Sulemani, si ndio? Sulemani alikuwa ni maskini kama maskini wengine. Japo baba yake alikuwa ni tajiri, lakini alikuwa ni nani? Maskini. Mpaka alipotoa dhabihu mbele za Mungu, akatoa kafara mbele za Mungu, Mungu asema, akamwambia Sulemani, wewe pia nitakupa nini? Utajiri. Na wewe pia utakuwa nini? Tajiri. Kwa hiyo watoto wako pia wajifunze kuelewa kwamba na wao wana jukumu la kunyenyekea mbele za Mungu ili na wao pia wafanye nini? Wafanikiwe. Sema amina. Pigie Yesu wetu makofi na vigelegele. Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wamebarikiwa? Wangapi wameelewa? Kama umebarikiwa simama hapo ulipo, kama umebarikiwa simama hapo ulipo. Unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo makubwa, unaweza Yesu, unaweza kufanya, unaweza kutenda mambo
jambo la kwanza kwenye mfumo huu wa mafanikio, mtumishi wako anahitajika, ambaye atakuwa na access na ufalme nini wa Mungu kwa ajili ya roho, kwa ajili ya roho. Na jambo ambalo utahitajika ufanye ni moja, kuhakikisha kwamba uwepo au unajenga mazingira ya uwepo wa Mungu, mazingira ya uwepo wa Mungu katika mfumo wa matamko. Sasa kuna mtu ambaye anakuwepo tu kanisani, watu wanaimba tu, wanaabudu, basi mambo yanaenda. No, jiconnect kuanzia kwenye ibada. Anapokuja yule mtumishi wa Mungu, jiconnect naye, jiconnect na Mungu wake, jiconnect na mazingira, environment, mazingira yanayoundwa mule ndani katika mfumo wa kiroho. Lazima uisikie ndani mwako. Amen. Usikie uwepo, tafuta ule uwepo, usikie ndani mwako. Unaposikia tu umeabudu, mtumishi amesimama mbele zako pale, na huko kama ulivyoingia kanisani, ndugu yangu, hautapokea chochote. Alama ya kwanza, the first signal, ni kwamba uwepo wa Mungu umeusikia pale ulipo ndani ya ibada, na wanapoabudu umesikia uwepo wa Mungu unashuka ndani, na atakaposimama yule mtumishi wa kiroho, ujisikie kabisa umefanya connection naye na Mungu wake. Ukiwa mkavu tu umesimama tu kama ulivyo, upokei. Kuna mfumo wa ulimwengu wa nini? Wa roho, ambao lazima yule mtumishi aingie. Hapo tunaita lango la ulimwengu wa nini? Wa roho, ambapo yeye akiingia na nyinyi mnafanya nini? Mnaingia. It doesn't work kwamba tu nasema wewe unajenga pokea, wewe unaenda kumiliki pokea. Haitokei. Lazima wewe ujiconnect na yule anayetoa neno, uungane naye. Kuungane naye ni pamoja na kumwamini yeye, kumwamini Mungu anayemtumikia yeye. Halo, kuamini na lile neno ambalo limetamkwa juu yako, na usikie maneno yale yamefanya nini kabla ya neno kutoka. Mazingira pale yabadilike. Sasa mazingira yanabadilikaje? Wewe ndio wakubadilisha mazingira ya eneo ambapo unaenda kupokea. Amen. Ndio maana ukiangalia vyombo hivi vimeletwa kwa ajili ya kubadilisha mazingira. Vyombo vyote vya muziki kazi yake ni kuwapeleka kwenye lango la mazingira mnaotaka kufanya. Ndio maana vyombo hivi mnavyoviona hivi naweza kapeleka kwenye bar, kwenye club, vikafungua mazingira ya kuzimu. Vyombo hivi vinaletwa hapa kwenye huduma, vinakufungulia mazingira ya mbinguni. Amen. Okay. Ina maana yule mtumishi ambaye atasimama kwenye lango kwa ajili yako, uhakikishe umemconnect na chombo kinachopiga, umemconnect na wimbo unaoimbwa, umemconnect na wewe na yeye kwa ajili ya Mungu wake. Amen. Usiwe mkavu. Kuna mtu wakuta watu wanabudu mkavu, macho yake yana nini, yanafunga na kufungua kama balbu. Yupo tu. Ndugu yangu, Bwana Yesu asifiwe sana. Usiwe taira wa kiroho, jiconnect na uwepo. Usitoe nesi manabii, atoe unabii bila connection. Kuna wakati nimeona watumishi mmekuepo hapa kwenye huduma yangu, mnaona unakuta watu wamejaa wengi hapa, nawaambia imbeni. Sangine mnaimba na geuza, naambia msiimbe huo. Sometimes unakuta nawaelekeza na mimi naimba. Unakuta mnapozama kwa ulimwengu wa roho na nabadilika. Nabadilika kabisa. Kiasi kwamba naweza nikakusogelea ukaripuka. Na ninapoingia kuwafungua watu ni sekunde moja, watu watoka wapi? Chini. Kilichonifanya sio mimi, tumeenda kwenye uwepo wa Mungu. Tumezama. Tumefanya nini? Mfano mwingine, angalia wewe uliyezoea. Sema mazoea. Sema mazoea.
na mgeni aliyekuja. Mgeni anapokea kuliko mwenyeji. Maana mgeni amjui nabii, ana hofu ile ya Mungu. Kwa hiyo unaposhuka kwake hana mazoea yale, uwepo na shuka. Jitahidi kutoa mazoea unapoingia kwenye uwepo wa Mungu. Kila ibada iwe mpya. Amen. Kila ibada uone utukufu wa Mungu umeongezeka kuliko uliopita. Amen. Amen. Ndugu yangu, hata kama machozi yatakutoka, listen, uko mbele za Mungu, hauko kwa ajili ya jirani yako. Pale ndio eneo lako la wewe kusimama na moyo wako bubujike. Amen. Amen. Jiconnect na madhabahu. Okay, labda nikuonyeshe kitu. Endelea kusimama tu, tunaingia kwenye matamko ili tumalize. Fungua Wafalme wa Pili 3, anzia mstari wa 14. Anzia mstari wa 14 na 15 tu basi. Elisha akamwambia mfalme wa Israeli, nina nini mimi nawe? Uende kwa manabii wa babayo na manabii wa mamayo. Mfalme wa Israeli akawaambia, la sivyo, kwa kuwa Bwana amewakutanisha hawa wafalme watatu, awaue mkononi mwa Moabu. Elisha akasema, kama Bwana wa majeshi aishivyo, ambaye nimesimama mbele zake, kama singemwangalia uso wake Yehoshafati mfalme wa Yuda, singekutazama wala kuonana nawe. Soma na fungu la 15. Ila sasa niletee mpiga kinanda. Niletee mpiga kinanda. Ikawa mpiga kinanda alipokipiga, mkono wa Bwana ukamjia juu yake. Mkono wa Bwana ukamjia juu yake Elisha. You get my point? You get my point? Amen. Sasa wengine wanasema kinanda kimeanza leo. Vinanda vilikuwepo hata kabla Yesu kuja duniani. Na vilitumika kama chombo cha kuleta uwepo wa nani? Wa Mungu. Jiconnect na chombo, jiconnect na vyombo. Ndio maana sometimes naonya mpaka watumishi, hasa waimbaji na wapigaji, acheni mambo ya kizazi kipya. Kwenye masuala ya kiroho hatunaga mambo ya kizazi kipya, tuna mambo ya kuzamisha watu kwenye ulimwengu wa roho. Unapotoa wimbo, hakikisha wimbo utamzamisha mtu kwenye ulimwengu wa nini? Wa roho. Hatuna mambo ya kisasa kwenye ulimwengu wa roho, hatuna mambo ya nini? Ya kisasa. Nguvu ni ya Mungu, ni ile ile. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nikija hapa mbele nitatamka Bwana Yesu asifiwe, ambaye imeshatajwa mpaka na wakina Paulo. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaenda kwenye mfumo wa kiroho. Jenga mfumo wa nini? Upigaji. Wanaopiga. Ukisema sasa tunaingia kuabudu, hata mpiga drums nitakuwa badilike. Nitakuwa hakisha unajaza uwepo ndani mwako. Yaani kuna kitu ambacho unatakuwa elewe. Hata unapoenda kwenye chombo chako, shika kile chombo, mwambie Mungu, leo nitumike kwenye kile chombo kwa ajili ya utukufu wako. Yaani mruhusu Mungu afungue malango kwenye chombo chako. Chombo chako kiwe lango kitakachotumika kumfungua mtu mmoja aliyoko hapa. Amen. Maandiko yanasema mpia kinanda alipopiga kinanda, mkono wa Bwana ulishika juu ya Elisha. Ni maana Mungu alisubiri mpia kinanda kwanza apige nini? Kinanda. Kinanda kilipeleka utukufu wa Mungu, kikamruhusu Mungu kushusha mkono wake juu ya nani? Juu ya Elisha. Na wewe unayesikia, jiconnect na vyombo. Jiconnect na waimbaji. Maneno yao, mdomo wao anapotamka na kushuka, na wewe pia tamka na kufanya nini? Kushuka. Mwende wote. Sasa hapo usiende kwenye mambo mfumo wa kisasa, kwa kuwa kuna mwimbaji mmoja anaimba wimbo wa kizazi kipya na unataka kuimba kama hao, umepoteza watu wa Mungu wote, umangusha shimoni. Nenda kwenye mfumo wa kiroho. Roho anakuambiaje kwenye uimbaji? Yaani muulize Roho, naanza kuimba, Roho nielekeze. Na Biblia inasema Roho anaomba kwa kugua kwa ajili yako. Amen. Hata kuelekeza namna kushuka. Kuna wakati nilikuwa naambia watoto wangu, ombeni mapepo yatalipuka. Unikamwambia imbeni hivi. Mapepo alifanya nini? Yalilipuka. Kwa hiyo kumbe kuna uimbaji unaweza kaimba pepo akakereka hapa, akashindwa kuvumilia, akachanganyikiwa, kaondoka. Kwa hiyo jiconnect na uimbaji, jiconnect na muimbaji, jiconnect na mpiga kinanda, jiconnect na mazingira pale. Jenga mazingira ya mfumo wa uwepo wa Mungu. Amen. Sasa katika mazingira kishajengwa, mtumishi wa matamko atakaposema pokeeni biashara, ndugu yangu,
inapenya kama risasi ya moto. Amen. Amen. Yaani hamna anayezuia. Anaposema pokea uponyaji, inapenya. Kwa sababu mazingira umeshafanya nini? Umeyajenga. Amen. Tutaimba wimbo mmoja wa kujenga mazingira sasa. Vyombo vitaanza, alafu waimbaji mtaimba wimbo mmoja tu wa kuabudu wa kujenga mazingira. Uimbe pamoja nao, jenga mazingira. Tafuta uwepo wa Mungu. Tafuta uwepo wa Mungu. Tafuta uwepo wa Mungu. Alafu katika utafuta uwepo wa Mungu, Mungu atutumie leo kwa ajili ya matamko yako. Atutumie leo kwa ajili ya matamko yako. Atutumie kwa ajili ya njia zitakazofungua kwa ajili yako. Malango atakayofunguka kwa ajili yako. Nyosha tu mkono wako wakati waimbaji wanatuelekeza, wakituongoza katika uwepo wa Mungu.
utawale na mamlaka yako Yesu, utawale na nguvu zako Bwana. Bila wewe hatuwezi. Wewe ni mwalimu mwema, Roho Mtakatifu. Utawale. Na kazi moja tu. Leo unaenda kupokea roho husika kwenye maisha yako. Leo kwa mfanyabiashara utapokea roho ya biashara. Wewe unahitaji malango ya fedha, utapokea roho ya fedha. Unahitaji malango ya kazi, utapokea roho ya kazi. Unahitaji roho, leo utaipokea. Baba, katika jina la mwanao Yesu Kristo, watakapopokea mafuta, wapokee kiwango na nguvu ya ile roho ndani mwao. Nabii wako Samueli alipoachilia mafuta kwa Daudi, alipokea roho ya ufalme. Na Baba, nao pia wapokee roho siku ya leo. Wafunguliwe, wapokee roho inayotajika ndani mwao. Mwenye roho ya kazi apokee roho ya kazi. Anahitaji roho ya biashara, apokee roho ya biashara. Kila mmoja apokee roho na ile nguvu ndani mwake. In Jesus name, amen. Sema amina. Sasa mimi leo nipo kiunabii. Utashuka hapa, utapokea mafuta. Haya mafuta yanenee mara 7 roho unayohitaji ndani mwako. Amen. Kama ni biashara, nenea roho ya biashara mara ngapi? Mara 7. Utoke kwenye ile lango bila kupokea hiyo roho. Amen. Wakati waimbaji wanaimba wimbo uliotulia, anza tu kuja upokee. Nimesogea. Chini pako. Unakuja tu haraka haraka, unakuja haraka haraka. Ni safi kwa damu Mama tu simama tu hapo. yakwa. Bikwa kwako. Fika kwenye kiti chako, tulie kwenye kiti chako. Nitakuelekeza la kufanya, ushatamka mara 7. Chini pako. Nitakuelekeza. Ni safi kwa damu yakwa. Bikwa kwako Bwana Yesu. Ni Sasa nataka muelewe, mpate nguvu leo, mjue nguvu ya Mungu kupitia mafuta. Amen. Mafuta kazi yake ni kutakasa, kuset apart, kutenganisha. Kwa hiyo naenda kutenganisha kwa ajili ya roho ya kazi, biashara, pesa, mali, utakacho kutamka wewe. Ndio kazi ya mafuta. Mfalme ili awe mfalme lazima mafuta. Mafuta yanamtenganisha na kwa kwenye roho ya nini? Ya ufalme. Na lazima nabii asimame na mafuta. Lazima Samueli awepo wa kumtia Daudi mafuta. Hata kama Mungu ameshamchagua kwa mfalme wake, lazima Samueli awepo wa kumtia mafuta Daudi. To get my point. Sasa kuna nguvu itashuka ya mafuta, ipokee. Usitenge hiyo nguvu. Usitenge hiyo nguvu. Ipokee. Uenda na nafasi yako ulionayo ambayo ndio pekee uliopata leo. Itumie. Na kila mmoja awe mtumishi wa mwenzake kumsaidia. Anza kutamka tu majina yako, rudia tu majina yako yote. Na kutamkia kupitia mafuta. Wow, hiyo nguvu ni kubwa. Uwepo ni mkubwa. Uwepo umeshuka kama moto. Wow.
na kutamkia kupitia nguvu ya upako wa Mungu kwenye mafuta, na kuanoint kwenye mafuta. Kimbia, unasubiri nini? Na kuanoint kwenye mafuta. Uwepo umeshuka mkubwa sana kwenye mafuta. Kuna nguvu imeshuka, kuna nguvu imeshuka, kuna nguvu imeshuka. Paka mafuta, paka mafuta mkononi mwako, paka mafuta mkononi mwako, ili kitokea mwenzako ana shida, uwe na mafuta yako tayari. Uwepo umeshuka mkubwa. Kuna nguvu inashuka ambayo sio ya kawaida. Naiona. Na ajili ya mafuta katika utakaso. Na ajili ya mafuta katika nguvu ya utakaso. Uwepo ushuke kwenye mafuta. Uwepo ushuke. Wewe rudia majina yako kwenye mafuta. Jina lako litamkwe kwenye mafuta. Nguvu ya Mungu na roho ya Mungu ishuke kwenye mafuta kwa ajili ya kuletea hiyo roho unayoitaka. Sasa anza kutamka. Unapotamka kuna nguvu itashuka kwako. Tamka tu hiyo roho unayotaka. Kama ni roho ya pesa tamka, roho ya kazi tamka. Kuna nguvu itashuka ambayo si ya kawaida. Endelea kupaka mafuta mkononi mwako huko na tamka. Kuna nguvu itashuka ambayo si ya kawaida. Wewe usizuie nguvu. Ndio wakati wako umefika. Wewe tamka tu hiyo roho unayotaka. Jina la Mungu Baba litamko juu yako. Jina la Mungu Baba litamko juu yako. Roho wa Mungu ikae juu yako. Ikuleta hiyo nguvu. Ikuleta hiyo nguvu. Ikuleta hiyo nguvu. Ikuleta hiyo nguvu ya roho. Pokea nguvu ya roho. Pokea nguvu ya roho. Oneni nguvu inavyoshuka. Wow. Endelea kurudia tu unachotaka Mungu akutendee. Rudia unachotaka Mungu akutendee. Rudia unachotaka Mungu akutendee. Rudia. Oneni nguvu. Rudia. Kila mmoja ulichokitamka. Kiachilie nguvu. Sasa ni wakati upokee roho uliokuwa unatamka. Sasa hivi ije juu yako kwa nguvu. Roho kaa juu yake kwa nguvu. Uliomba roho ya kazi ikae juu yako kwa nguvu. Uliomba roho ya pesa, roho ya biashara, uliomba roho ya kibali, uliomba roho yote uliomba, sasa ni wakati wako. Na iachilia kiunabii. Jiandae, na achilia kiunabii. Naachilia kwa nguvu zote. Utazuia. Naachilia kwa nguvu zote. Iende pale ulipofungiwa. Iende pale ulipokamatiwa. Iende pale ulipozuiliwa. Ona hiyo nguvu inashuka kama moto. Nilisha kuzuia utoe stand za kamera njiani. Naomba na wewe msikifu. Toa stand za kamera. Naachilia nguvu. Ule uwepo ushuke. Sasa naenda kuachilia matamko. Kwenye matamko pokea. Naachilia mlango wa fedha. Nani nguvu? Naachilia mlango wa fedha. Wewe uliyefungiwa mlango wa fedha funguka. Wewe uliyefungua mlango wa fedha funguka. Mlango wa fedha. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea mlango wa kibali. Pokea mlango wa biashara. Hii ni kwa ajili yako. Pokea mlango. Wewe pepo uliyezuia mlango wako wa biashara, ondoka. Mlango wa biashara na kibali cha biashara kishuke kwako. Biashara kubwa ya kimataifa. Yes, pokea. Biashara kubwa ya kimataifa. Iingize fedha, mali, utajiri. Biashara kubwa ya kimataifa. Iingize mabilioni. Biashara kubwa ya kimataifa. Pokea kwa jina la Yesu. Kazi. Pokea simu ya kazi. Pokea simu ya kazi. Pokea kibali cha kazi. Pokea kibali cha elimu. Chochote ulichokitamka ulimwengu wa roho, pokea kiwe cha kwako. Ulichokitamka ulimwengu wa roho, pokea kiwe cha kwako.
Ulichokinenea kwa ulimwengu wa roho, pokea kiwe cha kwako. Ulichokitamka kwa ulimwengu wa roho, pokea kiwe cha kwako. In Jesus name. Nenda kastawi, nenda kabarikiwe. Njia zako zifunguke. Mlango wako ufunguke. Sasa katikati yenu naona kuna mfanyabiashara mkubwa, pokea. Jifunze kupokea maneno ya kinabii. Naona biashara mkubwa, pokea. Mfanya biashara mkubwa, pokea. Sasa napotamka mfanya biashara mkubwa na maana hiyo. Ila kuna wengine wamejifungia roho, msipokee neno hilo. Narudia tena, naona mfanya biashara mkubwa. Na ili ujue ni wewe, Mungu ataachilia nguvu ishuke kwako sasa hivi. Wewe nilie kutamka mfanya biashara mkubwa. Ili ujue ni wewe, Mungu ataachilia nguvu ishuke kwako sasa hivi. Itashuka kwa kasi hiyo nguvu. Itashuka kwa kasi hiyo nguvu. Ili ujue wewe ndio mfanyabiashara mkubwa niliyemwona. Baba, achilie nguvu ishuke kwa moto. Baba, ili ajue yeye ndio mfanyabiashara mkubwa. Baba, uwepo wako ushuke kae ndani mwake. Hiyo nguvu ije kama miali ya moto kwenye macho yake. Imfungue. Imfungue. Na ichochea Baba ndani mwake sasa. Na chochea nguvu ndani mwake. Baba, na ichochea. Izalishe mamilioni. Izalishe mamilioni. Lango la kaskazini, kusini, magharibi, mashariki ifunguliwe kwa ajili ya mfanyabiashara huyo. Ambaye uwepo wako Baba umeshuka ndani mwake sasa. Ikamulike. Ikamulike. Mfanyakazi, naona mfanyakazi mashuhuri, mfanyakazi, naona kazi kubwa ya heshima. Elimu, kila ulichokitamka pokea, afya yako pokea. Pokea in Jesus name. Kila mmoja asema amen. Amen. Pigie Yesu wetu makofi na vigelegele. Mungu wangu akubariki, nenda kastawi, nenda kafanikiwe. Amen. Mambo yako yafunguke. Mlango wako ufunguke. Amen. Mibaraka ikae juu yako na mafanikio. Amen. In Jesus name, pokea, 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 pokea. Amen. Kuna mtu ambaye mikono yako inawashaga tu. Mikono inawasha tu na uelewe kwa nini. Njoo hapa mbele. Mikono inawasha tu. Napotamka unakimbia spidi. Mimi sikubembelezi, natamka maneno ambayo yako juu yako. Njoo hapa. Mikono inawasha tu. Weka mikono yako hivi. Kuanzia sasa utakapowasha, sio kupeleka hela kwao, bali apokee hizo fedha yeye. Utakapowasha, aingize yeye, sio nyinyi. Ripukeni mtoke. Ripukeni mtoke kwake. Haraka. Apokee mali yeye, sio nyinyi. Apokee fedha yeye, sio nyinyi. Nenda sidana. Kuna mwingine ambaye kichwa kinakuumaga tu. Kinakuuma sana. Hasa upande mmoja kishaanza na kuuma tu. Kimbia uje hapa mbele. Narudia, kuna mtu kichwa kinakuuma upande mmoja ujielewi. Kimbia uje hapa mbele. Sitarudia tena, nitamka neno pokea kama uko mahali hapa. Pokea. Kuanzia sasa roho ya mafanikio ijae kwake, hamtamnyang'anya tena. Hamtamnyang'anya upako tena. Kuanzia sasa hamtamnyang'anya upako tena. Kuanzia sasa mmezoea kumnyang'anya. Sasa leo niwafundishe mjue kwamba yupo Mungu na yupo nabii wake. Hamtamnyang'anya tena. Kuanzia sasa apokee upako wake, apokee muujiza wake, apokee magano yote ya Mungu juu yake. Hamtamnyang'anya tena. Out. Kuanzia sasa hamtamnyang'anya tena. Apokee. Apokee hiyo mibaraka, apokee hiyo nguvu, apokee fedha na mali na utajiri. Hamtamnyang'anya tena. Kuanzia sasa atakaa juu yenu nyinyi na nyinyi mtakaa chini yake. Hamtamnyang'anya tena in Jesus name. Kuna mtu namkaga tu na hasira. Leo na hasira tu na ujui kwa nini umekuwa na hasira. Kama uko njoo hapa mbele. Kama uko njoo hapa mbele. Kama uko njoo hapa mbele. Unaamka tu na hasira, unajua kwa nini una hasira. Unashangaa kwa nini nimekuwa na hasira. Hautakuwa mfungo, hatakuwa mfungo wenu tena. Kuanzia sasa amiliki.
na afanikiwe in Jesus name. Hata kwa mfungo wenu tena, msogeze hapa, hata kwa mfungo wenu tena, kuanzia sasa amiliki. Nimetamka amiliki. Nimetamka hata kwa mfungo wenu tena, hata kwa mfungo wenu tena in Jesus name. Kuanzia sasa hata kwa mfungo wenu tena, hata kwa mfungo wenu tena, amiliki na kutawala hata kwa mfungo wenu tena in Jesus name. Nenda kufanikiwa. Mpigie Yesu makofi. Wakati wako wa mibaraka imefika. Mungu wangu akubariki. Nenda ukastawi, nenda ukafanikiwe. Shikilia sadaka yako, shikilia fungu la 10. Baba, nakushukuru kwa upendo wako. Nasema asante. Mungu wangu akubariki, ufanikiwe. Mungu wangu akubariki, ufanikiwe. Pitia sadaka yako, madirisha ya mbinguni yafunguliwe kwa ajili yako. Neema ikae juu yako na mafanikio. Nendo kastawi kwa jina la Yesu. Nimebariki mikono yako kupitia fungu lako la 10. Nibariki mikono yako kupitia dhabihu yako kwa jina la Yesu. Amen. Njoo kamtolee Mungu zaka yako, kamtolee Mungu dhabihu yako. Umekuwa nami, umetembea nami, nimerudi kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami, nimerudi kushukuru Mungu wangu. Umekuwa nami, umetembea nami, nimerudi kushukuru Mungu wangu. Mungu akubariki sana. Kesho tuna ibada ya pekee mahali hapa, kubwa ya pekee mahali hapa. Kumbuka hilo. Tunaenda kuleta heshima mbele za Mungu kesho kwa kile tulicho nacho. Fungu, tutakusomea fungu. Mithali 3 mstari wa 9 na 10. Naomba mtumishi anisomee. Mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Mungu akutendee unapojiandaa kwa ajili ya ibada ya kesho. Ibada ya kesho ni ya kumheshimu. Utakuja na ulicho nacho ili Mungu akuongezee. Ibada itaanza mapema asubuhi kwa sababu kuna mambo mengi ya unabii kesho yatatokea. Na njoo umejiandaa kwa ajili ya kutoka na mibaraka. Mungu wangu nakubariki, akufanikishe kwa kila kitu. Nenda kastawi, nenda kabarikiwe. Nenda kapokee neema na faida na mafanikio. Katika jina la Yesu. Amen.